Sifundishi watu waende wakazione tabia za watu walionao karibu kama tabia mbaya. Usitafasiri kitofauti. This is dark psychology. Hizi zote ni mbinu zinazotumika na watu ambao hawana nia nzuri, hawana malengo mazuri, si watu baraka kwenye maisha yako. Ni watu ambao hawafai katika maisha yako, lakini wanakuja kwa sura hii. Hii inaitwa dark psychology. Kuna kitu kinaitwa dark psychology. Dark psychology. Dark psychology inahusika zaidi na mtu kudili na akili yako, ili akili yako we mwenyewe ikudanganye wewe. Na watu wengi wanaitumia hii saikolojia, hasa watu ambao ni matapeli, hasa watu ambao hawana nia nzuri. Inaweza kuwa kwenye masuala ya mahusiano, hawana nia nzuri kwenye masuala ya mahusiano. Anaweza kuwa hana nia nzuri kwenye masuala ya kibiashara, hana nia nzuri kwenye masuala yoyote yale ya kimaisha. Anatumia mawazo yake, mbinu zake na ujanja wake kukuimpati wewe mawazo, kukuwekea wewe fikira na hisia na tabia ambazo zitakuwa silaha zinazokuharibu wewe mwenyewe. Karibu sana. Naitwa Semeni Lukaga, mimi ni mwana saikolojia. Sasa nataka kidogo nikutoe giza kwenye mambo ya saikolojia. Kwa mfano, anaweza kuamua kuongea jambo fulani ili akutie hofu, na utakapopata ile hofu yeye anawini. Anaweza kukwambia jambo fulani ili ukate tamaa. Utapokata tamaa wewe, yeye anafanikiwa. Anaweza kukwambia jambo fulani ili ubadili tabia. Utakapobadili tabia, yeye anafanikiwa. Anaweza kukupa wazo la ushindi na kweli ukafanya ukashinda, lakini pia na yeye anafanikiwa. Hiyo ndiyo dark psychology. Yaani akili yako inatumika kama silaha, either ikuangamize kama yule mtu ana nia mbaya na wewe, au ikufanikishe na yeye afanikiwe kama yule mtu hana nia mbaya sana na wewe. Kuna mbinu kadhaa ambazo zinatumika kwenye hii dark psychology. Mojawapo ni udanganyifu. Anakutia akili ambayo itakufanya ujione una hatia. Kwa mfano, anaweza kukubadilishia kibao kwenye jambo fulani. Yeye alikuwa na kosa, lakini anaamua kulibadilisha lile kosa linakuja kwako na kweli unajiona una hatia. Maana yake anakuwini. Njia ya pili, anaweza kukutia hali ya huruma. Either akakupa ushauri, akakwambia mambo ambayo yanakutia wewe hali ya kuwa na hisia za huruma, kwa kukupa story ambazo kwamba wewe hupaswi kuact vile, hupaswi kuishi vile. Lakini wakati huo anategea kabisa akijua utakapokuwa tayari umekuwa umejaa na ile hali ya huruma, basi ndio muda ambao anaweza akakutumia wewe. Kwa mfano, anaweza akakwambia kutoa ni moyo, kutoa ni kitu kizuri, hupaswi kuwa mchoyo, unapaswa kuwasaidia watu. Alafu mwisho wa siku anakuja yeye sasa ndiye anayehitaji umsaidie, ndiye anayehitaji utoe. Sio kwamba anamaanisha watu wengine, ila yeye. Njia nyingine ni kukufanya uanze kujiuliza kama uko sawa au hauko sawa. Mtu anakuletea maneno au anakuambia vitu fulani. Unaona kabisa, mbona kama siko sawa? Mbona kama sijiwezi? Mbona kama kuna namna anahitaji kubadilika? Mbona kama siko vizuri? Yaani kuna namna fulani anakumanipulate maneno, unaona hauko sawa, hauko sahihi, hauko okay. Means kwamba baada ya kujiona kwamba hauko okay, hauko sahihi, kuna namna yeye atakuwini. Hiyo ndiyo dark psychology. Anakuwini kupitia wewe kujiona kwamba hauko sawa, hauko sahihi. Kwa hiyo ubadilike ili aweze kukuwini. Njia nyingine ambayo wanatumia ni kukupa attention. Kukupa attention kwamba kunafikia hatua mtu anakupa attention kiasi kwamba wewe unajaa. Kuna namna unaona anavyokuonyesha love, anavyokuonyesha respect, alafu anakuwa available, anakupa attention kubwa. Anakupa attention kubwa. Yaani wewe mwenyewe unaona kabisa huyu mtu kweli yupo. Lakini nia na lengo ni kutaka kukuwini. Anakupa attention kiasi kwamba unaweza ukamuondoa ubaya wote kutoka kwake. Ukafuta ubaya wote, ukafuta kila kitu. Anakuja amejirekebisha, anakuja ili aweze kukuwini, aweze kukupata baada ya kukupa attention, kuweza kujali, kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu chako ambacho unahitaji kwake kinakwenda okay. Wengine wanatumia njia ya mawasiliano. Anakunyima mawasiliano. Kukunyima mawasiliano maana yake ili aweze kukuteka, anakuwa sio mtu wa kupokea simu zako, anakuwa sio mtu wa kujibu message zako,
au hata mkionana anakuwa na maongezi mafupi sana ya hasa ya kuitikia ndiyo, hapana, sawa, okay, hamna shida, tofauti na ambavyo inapaswa azungumze maelezo yaliyo mengi. Kwa hiyo hii nayo ni dark psychology, njia inayoweza kutumika kuweza kumuwini mtu, kuweza kumshinda mtu jambo fulani. Watu wengi wanaotumia hizi njia wanakuwa of course sio watu wema, hawana utu, ni watu ambao wanaweza akaja kwa lengo baya au kwa lengo la kufaidika, hata kama sio baya sana. Wewe ukawa unafaidika na yeye anafaidika, inaweza ikawa katika hiyo namna. Hujawahi ona kwamba mtu anayejali sana ndiye anayetumika? Yaani yule mtu hana shida, yuko vizuri, ukienda anasaidia, anasapoti. Anayejali sana ndiye anayetumika. Kwa sababu gani? Wale watu ambao anawajali wanazidi kumanipulate, wanazidi kuweka udanganyifu ndani yake ili aweze kuona kwamba the way anavyosaidia, the way anavyotoa company is okay, yani ni kitu kizuri. Kwa hiyo wanazidi kuamsha zile hormones zake zinazosupport hiyo hali ya kujisikia sawa, kujisikia vema, kujisikia vizuri, kuendelea kusupport. Lakini si wote wanakuwa na lengo la kutaka kuappreciate, au sio wote wanakuwa wanahitaji msaada ule unaomaanisha wewe. Msaada unaomaanisha wewe kutoa, sio wote ambao wanakuja kupata huo msaada wanakuwa wana maana hiyo. Wengine wanakuja kama hivyo, wanakuwa nje, wanakuja kama kupitia hizi njia za dark psychology. Hujawahi kuona ukiamini sana, mtu unapomwamini sana ndiye anayeweza kukupiga matukio. Mtu ambaye unamwamini sana ndiye anayeweza kukuumiza. Maana yake nini? Ile ni manipulation, ni amekuwekea, amekuimpati wewe vitu ambavyo ni imani. Amekupa imani wewe, amekutengenezea imani ya kumwamini. Kwa hiyo anaweza akafanya vitu nje, nyuma ya pazia, ambavyo vinamfaidisha yeye kutokana na wewe unavyomwamini. Wale wanaopenda sana ndio wanaodhibitiwa. Wanaopenda sana ndio wanaodhibitiwa. Yaani unaweza ukampa mtu upendo ambaye sio sahihi, ana manipulate, anakuwa mdanganyifu kwenye, yani mpo naye, mnaishi naye vizuri kabisa, ila kwa sababu lengo lake ni kukuwini wewe, basi upendo wako wewe anautumia kukudhibiti. That is dark psychology, saikolojia iliyojificha, ambayo anaweza akaifanya mtu ambaye anaifahamu au hata asiyeifahamu. Sio wote wanaofanya hizi mbinu wana ujuzi na uelewa kuhusu dark psychology. Wengine hawana ujuzi wala uelewa kuhusu dark psychology. Wanaweza kuwini watu kirahisi sana na kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo endelea kufuatilia hapa kwenye akaunti yangu mental_health_care TZ kwenye Instagram, pia unaweza ukanicheki kwenye LinkedIn, YouTube, lakini pia TikTok pamoja na Facebook. Ciao.